Karibu kwenye Wazo Chanya, jukwaa la kukuamsha kijana kifikra, kukuza uwezo wako wa ndani na kukupa motisha ya kufikia ndoto zako. Mimi ni Mwalimu Razak Muba na leo tutazungumzia mada muhimu sana, nguvu ya kujiamini. Je, umewahi kumwona mtu wa kawaida kabisa lakini anaonekana kama ana nguvu ya ajabu? Anaongea kwa ujasiri, anaongoza wengine na anaonekana kuamini kwamba anaweza kufanikiwa. Siri yake ni moja tu, ni hii ambayo ni kujiamini. Kujiamini ni nini? Kujiamini ni imani ya ndani kwamba unaweza kufanya jambo, kujifunza na kushinda changamoto. Sio kujiona bora kuliko wengine, bali ni kujiona una thamani. Kwa mujibu wa tafiti za chuo kikuu cha Stanford na Harvard, kujiamini kunahusiana moja kwa moja na ufanisi shuleni, uongozi, afya ya akili na mafanikio kwenye eneo la kazi. Mwanasayansi Albert Bandura alitaja dhana ya self-efficacy si kipaji, si akili ya darasani, wala si bahati. Ni imani ya ndani kwamba naweza kufanya hili. Mtu anaweza kuwa na uwezo mkubwa, lakini kama hana imani juu ya uwezo wake, hawezi kuutumia kikamilifu. Kijana wa Kitanzania anayejitambua na kujiamini anaweza kubadilisha maisha yake hata bila kuwa na rasilimali nyingi. Na hapa tujifunze kwa nini vijana wengi hawajiamini. Lakini ukweli ni huu, na hizi ni baadhi ya sababu za kwa nini vijana wengi hawajiamini. Sababu ya kwanza ni hofu ya kushindwa. Sababu ya pili, kujilinganisha na wengine kwenye mitandao ya kijamii. Sababu ya tatu, maneno hasi kutoka kwa jamii, walimu au wazazi. Sababu ya nne ni historia ya kushindwa au kukataliwa. Utafiti wa WHO unaonyesha kuwa vijana wengi hupoteza kujiamini kutokana na shinikizo la kijamii na matarajio ya jamii. Lakini kumbuka, kila mtu aliyefanikiwa aliwahi kuwa na shaka, lakini hakuruhusu shaka kumzuia. Na hebu tuangalie kujiamini kama injini ya ndoto zako. Kujiamini kuna kufanya uanze. Wengi wana ndoto, wachache wanaanza. Namba 2, kujiamini kuna kufanya uendelee. Kila mtu anakutana na kushindwa, lakini kujiamini kuna kufanya usikate tamaa. Namba 3, kujiamini kuna kufanya uongoze. Viongozi wengi duniani wana kitu kimoja, wanaamini maono yao. Mfano wa Tanzania, vijana wengi wanaofanikiwa katika biashara, kilimo cha kisasa na ujasiriamali wa mtandaoni walianza kwa kuamini kwamba inawezekana. Na sasa hivi tujifunze mbinu za kisayansi za kujenga kujiamini. Sasa swali la muhimu, unawezaje kujenga kujiamini? Jambo la kwanza, anza na hatua ndogo. Utafiti wa Harvard unaonyesha mafanikio madogo huongeza kujiamini kwa kasi. Jambo la pili, badilisha mazungumzo ya ndani. Badala ya kusema siwezi, sema ninajifunza. Hii huitwa cognitive restructuring katika saikolojia. Jambo la tatu, jizungushe na watu chanya. Mazungumzo chanya huongeza kujiamini kupitia athari ya kijamii. Jambo la 4, jifunze ujuzi mpya. Ujuzi mpya sawasawa na uwezo mpya, sawasawa na kujiamini zaidi. Namba 5, kumbuka mafanikio yako ya zamani. Ubongo wako unahitaji ushahidi kwamba unaweza. Hivyo jikumbushe yale mambo ambayo uliwahi kufanikiwa. Mwisho, kijana, kujiamini sio kipaji cha kuzaliwa nacho, ni tabia ya kujifunza. Dunia haihitaji mtu mkamilifu, inahitaji mtu anayeamini kwamba anaweza kuwa bora kuliko jana. Mimi ni Mwalimu Razak Muba, kupitia jukwaa la Wazo Chanya. Tunakuamini wewe, tunakuamsha na tunakuongoza kuelekea mafanikio. Leo amua kujiamini, amua kuanza ndoto yako, amua kuamini uwezo wako. Kumbuka, ukijiweka imani, tayari umeanza safari ya ushindi. Kama umeipenda mada hii, bonyeza subscribe kwenye channel ya Wazo Chanya, gonga like, acha comment yako kuhusu jinsi unavyojenga kujiamini, na share video hii kwa vijana wengine ili tumwamshe pamoja.